Karibuni sana kutoka pande zote za nchi yetu ya Tanzania na pande zote za bara la Afrika katika kusikiliza mafundisho ambayo yanaletwa kwenye na shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Arise Africa ambalo ofisi zake zipo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi naongea nanyi ni mtendaji mkuu wa shirika na mwelimishaji, na kwa majina yangu naitwa Atufubege Mwakalinga. Na kwa muda huu tunakwenda kusikiliza mfululizo wa sababu zinazopelekea Waafrika kutonufaika na rasilimali zao kama ambavyo walipaswa kunufaika nazo. Nami naenda kuelezea sababu ya pili, nayo ni kukosekana kwa mfumo mzuri wa uwekezaji. Ni ukweli usiopingika ni kwamba kama bara la Afrika haitakuwa na mfumo mzuri wa uwekezaji, basi hata rasilimali si rahisi kunufaika nazo. Kwa mfano, Afrika ina mfumo ambao kila nchi inaamua jinsi inavyotaka. Kwanza kabisa ni kwamba Waafrika hawana uelewa juu ya rasilimali zao, na hiyo inapelekea wasiwe na mfumo mzuri, kwa sababu huwezi kuwa na mfumo au kupanga kitu ambacho huna uelewa nacho. Lakini pili ni kwamba hawana mfumo wa pamoja. Kwa hizo zote nchi za Afrika hazina mfumo pamoja kwenye hizi rasilimali zao, na hiyo kupelekea hizi nchi kutonufaika na rasilimali zao. Nami nakwenda kutoa mambo yafuatayo ambayo nchi za Afrika zinapaswa kuzingatia au kufuata. Na jambo la kwanza ni kwamba nchi za Afrika zinapaswa kutenga maeneo rasmi kwa ajili ya uwekezaji. Kwa maana nyingine kwamba huwezi ukaruhusu uwekezaji katika kila eneo, na katika hayo maeneo yaliyotengwa ni yale maeneo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu zifuatazo. Matatizo yetu ndio maendeleo yetu. Kadri tunavyotatua matatizo ndivyo kadri tunavyopata maendeleo. Mfano, unapoona nchi za Ulaya, Amerika zimeweza kuendelea vile, ni kwa sababu zilitia jitihada katika kutatua hayo matatizo, na kwa maana hiyo zikafikia hayo maendeleo. Maana yake ni kwamba kama tunaruhusu nchi za Ulaya au wawekezaji kutoka nje ambao wamekwisha kuendelea waje kutatulia matatizo yetu, ni sawa na kwamba tunawaongezea maendeleo, au iko namna hii. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa anawatimua makampuni yalikuwa yanajihusisha na mambo ya uchimbaji wa madini, akasema haya madini yatakuja kuchimbwa na vizazi vijavyo vitakavyokuwa na maarifa. Alichokuwa analenga ni kulinda maendeleo yasiende nje, bali yabaki hapa hapa nchini. Japo ni kwamba mpaka sasa hivi ni zaidi ya miaka 40 mpaka sasa hivi leo tabiri kwamba vizazi vijavyo vitakuja, na havijatokea bado, lakini lengo lake kubwa ilikuwa ni kulinda maendeleo yabaki hapa hapa nchini. Sababu ya pili ni kwamba tunaporuhusu wawekezaji waje kutatulia matatizo yetu ambayo yako ndani ya uwezo wetu, ni sawa na kuyapoteza maendeleo yetu bure. Maana yake kuna kuyapoteza maendeleo, lakini pia kuna kuyapoteza maendeleo yetu bure. Kwa maana kitu unaelewa na bado mtu unahitaji uweze kutatuliwa. Kwa mfano, sio rahisi sana kwa Waafrika wakaenda Ulaya kutatua matatizo, kwa sababu wale yako ndani ya uwezo wao. Nitoe mfano. Kuna Mtanzania mmoja mfanya biashara maarufu ambaye anafanya biashara ya vipodozi na anachukulia bidhaa zake huko nje, Ulaya, Amerika na Asia. Na alienda katika nchi moja jirani kuwekeza, kufungua supermarket, na alipoanza kuuza kule, wale maafisa wa biashara wa nchi hiyo wakamdhibiti, wakamzuia. Wakasema, ndugu, hapa wenyeji wapo ambao wanafanya hizo biashara ambao na wao wanakwenda kuchukua mizigo huko nje, na kwa maana hiyo kama unataka kufanya biashara basi usiwe unaingiza mizigo yako, bali uwe unachukua mizigo kwa hao watu ambao ni wenyeji na wewe unauza rejareja. Yule mtu akaona haoni faida yoyote, na hivyo akaamua kufunga biashara zake. Na nataka kusema ni kwamba walichokuwa wanalenga wale ilikuwa ni kulinda maendeleo ya hiyo nchi, ili hayo maendeleo yasije nchini Tanzania. Japo ni kwamba katika hiyo nchi jirani, wao hapa kwetu ndio wanaongoza kwa uwekezaji. Wengi tu, wengine wako kwenye kilimo, wengine kwenye migodi, wengine wako kwenye supermarket, wengine wako kwenye benki. Sababu ya tatu ni kwamba tunaporuhusu watu kutoka nje waje watatulie matatizo yetu ambayo yako ndani ya uwezo wetu, ni kwamba tunafisha uwezo wetu wa kufikiri. Kwa maana kadiri watu tusivyoweza kutatua matatizo ndivyo kadiri tusivyoweza kufikiri.
na kama hatufikiri, hatuwezi kamwe kuongeza maarifa ndani yetu. Au kadri tunavyotatua matatizo yetu ndivyo tunavyoweza kufikiri zaidi, na kadri tunavyoweza kufikiri na ndivyo maarifa yataongezeka ndani yetu. Tukichukua kwa mfano nchi za Ulaya, Amerika zimeweza kuwa na maendeleo makubwa, ni kwa sababu hizo nchi zilitia jitihada katika kutatua matatizo yao, na kadri walivyokuwa wanatatua matatizo ndivyo kadri walivyokuwa wakifikiri sana juu ya matatizo, na kadri walivyokuwa nakifikiri ndivyo maarifa yakaongezeka kwao, na ndio maana kiwango cha kuendelea kwao pia kinawiana na kiwango cha maarifa walionayo. Huwezi ukalinganisha na bara la Afrika ambalo huwa hatutatui matatizo yetu, na ndio maana hata maarifa yenyewe hatuna, au kiwango cha maarifa kiko chini zaidi ukilinganisha na mataifa yaliyoendelea, kwa sababu kiwango cha kutatua matatizo yao ndio pia kinawiana na kiwango cha kufikiri juu ya hayo matatizo. Sababu ya 4 ni kwamba kadri tunavyoruhusu mataifa kutoka nje au kuruhusu mataifa nje kuja kutatulia matatizo yetu, ni kwamba uwezo wa nguvu itendayo ndani yetu inapungua. Kiwango cha nguvu cha utendaji ndani yetu kinapungua. Kwa maana kadri watu tusivyoweza kufanya kazi ndivyo kadri nguvu inaweza ikapungua ndani yetu, na ndivyo kadri uwezo wetu wa kimaendeleo pia unaweza ukapungua. Kwa maana kadri tunavyoweza kufanya kazi ndivyo tunavyoweza kupata nguvu, na ndivyo tunaweza kupata uzoefu zaidi. Kwa mfano, tuchukulie mtu ambaye ana pesa au ni tajiri, halafu akaajiri wafanyakazi wa ndani, halafu akawazuia watoto wake au familia yake wasifanye kazi yote ile, akifikiri ya kwamba ndio kulea vizuri watoto, atakuwa tayari anaipoteza familia yake. Kwa maana kwamba hata watakapokuwa watu wazima, hao watoto wake watakuwa hawana uzoefu wote wa kimaisha, bali wale ambao alifikiri pengine anawatumikisha ndio hao watakuwa wana uzoefu wa kuweza kufanya kazi. Na kwa maana hiyo ni hali kadhalika hata kwa Afrika. Kadiri ambavyo tunakaa bila kazi, ni kwamba tunajengwa kwa mazingira ya kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi. Jambo lingine ambalo kwa hizi nchi za Afrika zinapoendelea na huu uwekezaji inapaswa kufuata ni kuwa na kiwango maalum katika ile eneo la uwekezaji. Maana ni kwamba katika maeneo hayo ambayo yametengwa lazima yawe na kiwango maalum, sio kuruhusu uwekezaji wa 100%. Kwa mfano, katika nchi yetu ya Tanzania imesharuhusu kwenye uwekezaji wa sekta za madini. Sasa katika sekta za madini hatuwezi tukaruhusu wawekezaji wachimbe madini yetu yote 100%. Hapana, lazima kuwe na kiwango cha uwekezaji, kama ni 2%, 3%, 5% au 10%, lakini sio kuruhusu uwekezaji 100% au kuruhusu watu waje kuwekeza katika haya maeneo ya madini, wachimbe madini yetu yote. Hiyo haitawezekana na haitakuwa na manufaa kwa nchi yetu. Kwa mfano, hii nchi yetu ya Tanzania imesharuhusu 100%, na ndio maana wawekezaji wametapakaa kama utili nchi nzima. Manake wamesharuhusu kila eneo mwekezaji anaweza akachimba. Sasa hii ni hasara kwa sababu hasa zifuatazo. Moja ni kwamba Watanzania hatuna uelewa wowote juu ya kiwango cha madini yaliyoko ardhini, lakini wao wanaochimba wana uelewa huo. Kwa si kwamba wanachimba pote pale, ila wanachimba kulingana na vile wanavyoona madini yako kiasi gani, madini yako upande gani, lakini sio sisi tunaijua hivyo. Kwa maana ni kwamba ni rahisi sana madini yetu tukafikiri kwamba madini yapo mengi, kumbe madini hakuna. Kama ilivyotokea maeneo mengine, wawekezaji walianza kuchimba na sasa hivi wameshamaliza kila kitu na wameondoka, wameacha mashimo tu. Lakini sababu ya pili ni kwamba Watanzania bado hawana uelewa juu ya rasilimali zao za madini. Ni sawa na mtu unaporuhusu au unapoingia mkataba na makampuni ya nje wakati hamna uelewa na hicho kitu mnachowekeza. Manake hapo nategemea nini? Ni hasara tu. Kwa sababu huwezi ukapanga sawa au ukaingia mkataba ulio sahihi wakati hicho kitu unachoingia mkataba hujui, hukielewi. Manake hapo ni hasara tu.
Sasa ilikuwa ni jambo jema kutoruhusu wawekezaji kama utitiri waje wawekeze wakati hizo rasilimali bado hatuna uelewa nazo, kwa sababu hiyo mwisho wake ni hasara tu. Lakini sababu ya tatu ni kwamba haya madini hayawezi akachimba kwa kizazi hiki tu. Tuna vizazi vingi vijavyo mbele. Manake navyo inabidi vifaidike na haya madini. Vizazi vya miaka 1000, 2000, 3000 ijayo. Hata ambacho kizazi kile ambacho Mwalimu Nyerere alikitabiria kwamba kitakuja kuchimba, vizazi vijavyo vitakavyokuwa na uelewa. Lakini bado mpaka sasa hivi vizazi vijavyo havijatokea. Kwa kwamba tunategemea na vizazi vitakuja kunufaika na madini. Kwa hatuwezi tukachimba kwa kipindi hiki kitu. Lakini sababu ya tatu ni kwamba inakuwa ni vigumu sana kuwa na ulinzi wakati makampuni yametapakaa nchi nzima, au uwekezaji tumeruhusu 100% au tumeruhusu madini yetu yachimbwe madini yote na wawekezaji. Ulinzi unakuwa ni mdogo sana. Wewe fikiria tu kama eneo la Mererani ni eneo dogo sana, lakini bado uwizi uliko natokea pale. Madini yetu yanachukuliwa yanakwenda nje. Sasa si zaidi sana kama tukiruhusu wawekezaji wakawa ni wengi sana wakatapaka nchi nzima, pia na uwizi nao unaweza kuwa mkubwa zaidi. Kwa maana ni rahisi sana mtu akatoka Australia, akatoka Uingereza, akatoka Amerika, akaja na ndege yake pale na akachukua madini yetu yote akaondoka nayo pasipasa kujua chochote kile. Na kwa maana hiyo ni jambo jema sana kuweka kiwango maalum cha uwekezaji ili kuondokana na hasara inayoweza kutokea. Hata kama tutachukua makampuni ambayo yenye kueleweka kiasi fulani au tukawekeza 5% hata 10%, bado tukiwa na usimamizi wa kueleweka tunaweza tukanufaika na hizo rasilimali zetu kuliko ni tukaruhusu kiwango cha uwekezaji kikawa 100%. Kwa nini nashauri kwa nchi zote za Afrika kuweka kiwango maalum badala ya kuruhusu 100%. Na jambo lingine ambalo Waafrika wanapaswa kuzingatia au kufuata ni kwamba ni lazima uwekezaji uwe na kikomo. Kutokana na sababu hii ambayo nimeshausema kwamba Waafrika hatuna uelewa, ni kwamba tunaporuhusu uwekezaji kusaini mikataba ya kipindi kirefu sana inayochukua muda miaka mingi sana, inakuwa ni hasara kwetu kwa sababu bado hatuna uelewa na hizi rasilimali zetu. Hasa ni jambo jema kama tutakuwa tunasaini mikataba inayochukua vipindi vifupi, ili pale tunapokuja kutambua kwamba hii mikataba tulisaini vibaya au pasipo kuwa na uelewa kutosha, basi pia hata hasara iwe ndogo kuliko tukaingia mikataba ya miaka mingi sana, miaka 100. Maana yake tukaja kutambua baada ya miaka 20 kwamba ndipo tukapata uelewa sasa juu ya madini yetu. Maana pia hata hasara inakuwa kubwa sana, kwa maana hatuwezi tukaivunja hiyo mikataba mpaka hiyo hata miaka hiyo 100 itimie. Kwa tutakuwa tumeshaingia hasara kubwa sana. Kwa ni jambo jema sana kuingia kwenye mikataba kwa kipindi kifupi, ili pale tunapokuwa na uelewa basi hata hasara isiwe kubwa sana. Na jambo lingine ambalo ni la 4 ambalo Waafrika tunapaswa kuzingatia au kufuata wakati uwekezaji unapoendelea katika bara letu la Afrika ni kwamba uwekezaji wetu unapaswa kukuza uelewa kwa Waafrika. Kwa maana tunapoingia kwenye uwekezaji, tunaruhusu uwekezaji waje hapa kuwekeza kwa sababu ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Na kama yangekuwa ndani ya uwezo wetu, maana tusingeruhusu wawekezaji. Lakini pamoja na hayo ni kwamba tunakuwa na matumaini au matarajio ya kwamba na sisi tutakuwa na uelewa au hayo mambo yatakuwa ndani ya uwezo wetu. Na kama tunakuwa na matarajio hayo, manake ni lazima uwekezaji huo uwe unalenga kukuza uelewa. Ili pale tutakapokuwa na uelewa, badala ya kuendelea na hao wawekezaji, sisi wenyewe tunaweza tukasimama tukajitatulia hayo matatizo, badala ya kuendelea kutegemea hao wawekezaji wa nje. Kwa mfano ulio mzuri ni kwamba kwa nchi za Asia ziliporuhusu huo uwekezaji, ndio na wao pia wakapata fursa ya kujifunza zaidi katika huo uwekezaji. Ndio maana mpaka sasa hivi mataifa hayo ya Asia yamesimama yenyewe kutatua matatizo yao, kwa sababu waliporuhusu uwekezaji na wao wakapata fursa ya kujifunza hiyo teknolojia, na mpaka sasa hivi wamesimama wenyewe na kutatua matatizo yao. Kwa hata sisi wa Afrika tunaweza tukafanya hivyo
kwa kutegemea teknolojia yao au uwekezaji huo ukalenga kukuza uelewa kwa bara letu la Afrika, tukapata hayo maarifa na baadaye tukasimama sisi wenyewe kama sisi tukatatua matatizo yetu badala ya kuendelea kuwategemea, kwa sababu inakuwa ni jambo la kusikitisha mno kwamba mwekezaji akaja akakaa miaka 10 lakini bado Afrika hamjui chochote kile. Kwa maana hiyo ni vizuri zaidi kama tutakuwa tumejifunza kwa hawa wawekezaji au kuikopi hiyo teknolojia au maarifa ili yaweze kutusaidia na sisi hapa barani Afrika badala ya kuendelea kutegemea tu hao watu kutoka nje waende kutatua matatizo yetu. Na hiyo ndio mambo ambayo yanapaswa kwa Waafrika kuyafuata au kuyazingatia ili tuweze kunufaika na uwekezaji hapa barani Afrika. Mwisho, ninaombeni ndugu zangu mnaonisikiliza wote, hili ni shirika lisilo la serikali ambalo linawategemea nyie kuweza kuungana pamoja nasi ili tuweze kubadilisha hili bara la Afrika sote kwa pamoja na tuweze kuleta maendeleo sote kwa pamoja. Ni mategemeo yangu ya kwamba utakapofanya hivyo ni kwamba baraka za Bwana zitakufuata mahali popote pale ulipo, hata kama utazikimbia lakini zitakufuata popote pale ulipo. Mpaka hapa sina la ziada. Nina wageni nikisema Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki Afrika.